Kila ahadi ya utajiri wa haraka haimaanishi ni fursa ya kweli. Ukisikia mtu anakuahidi utajiri bila juhudi, usikimbilie kutoa fedha. Kwanza kimbilia kuuliza maswali. Karibu tena kwenye kona ya vijana Hidden Traps. Leo tunaingia kwenye mtego ambao umewagharimu vijana wengi fedha, muda na hata ndoto zao. Kila siku tunaona matangazo yanayosema tajirika ndani ya wiki moja, geuza $100,000 kuwa milioni. Hii ndio siri matajiri hawataki uijue. Maswali yangu ni mawili. Kama utajiri ungekuwa rahisi hivyo, kwa nini kila mtu si tajiri? Na kama njia hiyo ni ya uhakika, kwa nini wanakuuzia badala ya kuitumia wenyewe? Hebu tusikilize simulizi ya leo. Brian alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa. Alitaka kuwasaidia wazazi wake, alitaka kujenga nyumba, alitaka kuendesha gari. Siku moja akaona tangazo mtandaoni. Wekeza leo, ndani ya siku 14 utapata faida mara 3. Aliingiwa na matumaini. Alichukua akiba yake yote, akakopa kwa rafiki. Hata mama yake alimpa fedha kidogo akiamini ni fursa nzuri. Wiki ya kwanza aliona namba zikiongezeka kwenye akaunti ya mtandaoni. Akaamini amefanikiwa. Wiki ya pili akaingia kuangalia akaunti, haikufunguka, simu hazikupokelewa, tovuti ilitoweka, fedha zikatoweka, ndoto zikabaki. Siku chache baadaye babu yake alimwambia, "Mwanangu, hakuna mtu unaotoa matunda siku moja baada ya kupandwa. Kwa nini unategemea fedha zikue haraka kuliko mti?" Brian hakujibu, lakini hakusahau somo hilo. Tahadhari. Mtego wa fedha za haraka huanza pale unapopenda ahadi kuliko ukweli. Ukiona mtu anakushinikiza uamue leo, usiulize maswali, ualike wengine haraka, akuhakikishie faida kubwa bila hatari, simama kwanza, fikiria, uliza, chunguza. Leo vijana wengi wanakutana na fursa nyingi kupitia internet. Na hilo ni jambo zuri, lakini pamoja na fursa hizo, kuna pia ulaghai wa mitandaoni, ahadi za uwekezaji zisizo na msingi, mipango ya fedha inayotegemea kuingiza watu zaidi badala ya kuzalisha thamani, ushawishi wa kutaka kuonekana umefanikiwa haraka. Teknolojia imeongeza kasi ya taarifa, lakini haijaondoa umuhimu wa busara. Ukweli uliojificha. Fedha zinazodumu mara nyingi hujengwa kwa maarifa, nidhamu, uaminifu, subra, thamani unayotoa kwa wengine. Njia za mkato zinaweza kuonekana za kuvutia, lakini mara nyingi gharama yake huwa kubwa kuliko faida yake. Jiulize, je, nimewahi kufanya uamuzi wa kifedha kwa sababu ya hofu ya kuachwa nyuma au kwa sababu kila mtu alikuwa anasema ndio fursa ya mwaka? Hekima huanza pale unapokubali kutofuatilia kila kinachong'aa. Mzazi, wiki hii zungumza na mtoto wako kuhusu tofauti kati ya bahati, kazi, uwekezaji na ulaghai. Wafundishe kwamba kuuliza maswali si ishara ya ujinga, ni ishara ya busara. Kabla ya kutoa fedha zako kwenye fursa yoyote, jiulize maswali haya matatu. Swali la kwanza, naelewa kweli fedha zangu zitazalisha thamani kupitia nini? Swali la pili, je, kuna hatari zinazoweza kutokea au naambiwa kuna faida tu? Na swali la tatu, kama ningekuwa na mshauri mzazi au ndugu yangu, ningemwambia aingie bila kuuliza maswali? Ukishindwa kujibu kwa utulivu, usikimbilie kuwekeza. Utajiri wa kudumu haujengwi kwa kukimbia, hujengwa kwa hatua sahihi zinazorudiwa na uaminifu. Je, umewahi kuona au kusikia mtu aliyepoteza fedha kwa kuamini ahadi ya utajiri wa haraka? Ni somo gani uliojifunza kutokana na tukio hilo? Asante kwa kuwa nami. Leo tumegundua kuwa si kila fursa ni mtego, lakini kila mtego hujifanya kama fursa. Wiki ijayo tutazungumzia mtego ambao umeingia kimya kimya kwenye nyumba nyingi. Simu inapokuwa bwana wako, kwa sababu teknolojia ilitengenezwa ikutumikie, isije ikafikia hatua ikakuamulia namna ya kuishi. Naitwa Sofia kutoka Hidden Gold Insight. Hii ni Hidden Traps. Usikose kufuatilia Hidden Traps kila Jumatatu.